Sasa kuna mengine katika majumba yetu, wazazi mlio na TV nyumbani mwatupa kazi bwana. Wacheni niwaambie, mwatupa kazi kubwa. Nyumbani una PlayStation, una TV, sio una nini, mtoto daima amekaa ni mji PlayStation, ni TV, ni nini. Huyo mtoto watupa kazi kuhifadhi. Wewe muona mtoto hahifadhi, kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vya mshughulisha sana nyumbani. Kuna watu wengi wapenda khairi, jazakumullahu khairan, akisikia kuwa mtoto wa jirani yake amehifadhi Qur'an, kwa nini na mwanangu ampeleka, lakini hajui kule kuhifadhi Qur'an kuna mambo mingi sana amefungamana na kile kitendo cha kuhifadhi Qur'an, kama hii misingi tunayohitaji hapa. Na katika yale yanayofungamana, nyumba yako lazima uishi katika mfumo wa yule anayehifadhi Qur'ani. Huwezi kusema mtoto wako ampeleka kuhifadhi Qur'ani kule, kisha nyumbani umemwekea PlayStation akesha acheza tu. Lakini mtoto atakana acheze, si michezo hii ya kipuzi. Mtoe nje, mwache akacheze na wenzake mipira, akafanye nini. Michezo iko mingi tu ambayo ni ya afya kwa yule mtoto. Ama hii michezo ya waharibu wale watoto, haiwasaidii katika njia moja wala nyingine, bali yule mtoto abakia na kitu kidogo tu. Yani mtoto siku zote, msimaanishi kitu kidogo physically, aweza kuwa na ubichwa mkubwa lakini small machine, kichwa huku juu kidogo, haelewi. Wako wangapi wako namna hiyo? Wewe muona mtu mkubwa azungumza na mwenzake, mimi naweza kuruka kwenye nyumba hii mpaka ile, kumbe anaangalia Superman. Wewe vipi wewe? Anda karuke kama vundiki mague. Nini? PlayStation. Aona katika PlayStation yaruka masama kule. Si umtoe nje akacheze yule mtoto. Kwa wazazi mnaowekea vitu watoto nyumbani vya kuwashughulisha, mnasumbua walimu. Alafu kuna baadhi ya wazazi wa hivi, afikiria yeye akimpeleka mtoto wake madrasa ya tahfidh, akirudi nyumbani yule mtoto ashaelewa kila kitu, ashahifadhi. Kama kufanywa kuna juisi fulani kule watu wapewa, wewe mzazi wewe utaleta kazi. Na ndio maana sasa wengine Ustadh Ali hayuko hapa, lakini watu wengine wamwona mjeuri. Ukija na mtoto wako, mama wataka nini? Mtoto wangu mhifadhishe Qur'an. Wewe wajua kusoma Qur'ani wewe? Msiomjie Ustadh Ali. Mimi sijui. Mwanzo soma wewe basi, usiniletee mtoto wako hapa. Waweza kumwona mjeuri lakini wallahi ukimchukua mtoto wa mtu ambaye hajui kusoma Qur'an, ajishughulishe kusoma Qur'an, una kazi wewe mwalimu. Kwa sababu hifdhi ya dei ya watu kurudi na kurejea nyumbani na arudi madrasa, kazi kubwa ni ya mzazi, si ya mwalimu. Mwalimu yeye atamsikiliza, nenda kahifadhi hiki, waje wamsikiliza, murajaa wako ni hapa paka hapa. Wewe mzazi uko nyumbani, usitafute starehe bwana, lazima umsomeshe huyo mtoto talqinan. Si ati kwani hakusomeshwa kaida huko, mbona mpaka leo anahifadhi juzu 5 hajui kusoma huko mbele? Hajui, si mtoto. Ni ukae naye bismillahir rahmanir rahim, na ule mtoto bismillahir rahmanir rahim kama mara 50. Sijui waelewa. Amma yatasaalun hivyo regelee wewe mara 50 na yule mtoto mara 50. Kila ukisoma regelee, ndio muhifadhisha hivyo. Mbona mfanya mambo magumu? Ni hivyo. Wewe wataka taji la bure tu, ati siku ya kiyama uvalishwa taji la ng'ara kuliko jua. Wewe una la bure tu hivi, bure tu hivi, yani mpeleke. Wajua zamani tukidanganya abrakadabra ishakuwa. Wewe vipi wewe? Hayawi hivyo. Wazazi tutengeneze mazingira ya watoto nyumbani. Nasema hivi na wafurahisha kwa wengine, lakini mimi najua nadunga sindano gani. Mshanielewa nazungumza nini? Wewe kama una TV kubwa, liweke picha juu yake ya mti, kisha uliweke juu kule kama picha ya mti. Hilo litamharibu mtoto wako.